Juzi nimesema mimi na hao viongozi tumeamua tutatoa kiongozi mmoja wa kupambana na Kasongo. Muko tayari? Wangapi wanasema kiongozi mmoja wa kupambana na Kasongo? Hapa jamii ya Mlembe, huyu Kasongo amebeba nyinyi ufala. Anatuma personal assistant yake, mtu ya standard 2, anaitwa Faruk, ati kudanganya Waluya, ati watafanya Wetangula president 2032. Ni uongo si uongo? Nyinyi mnaweza amini hiyo uongo? Sasa wewe Kasongo unatuma Faruk kudanganya Waluya ati utawapatia urais 2032. Wewe hutakuweko. Wewe tunafukuza 27, utakuwa Sugoi. Sasa utasaidia Wetangula ukiwa wapi? Number 2, umezoea kudanganya watu ya Mlembe. Leta hiyo. Wewe umezoea kudanganya watu ya Mlembe. Rigiji aseme asiseme, atoboe asitomboe. Mimi nilikuweko mazungumzo kati ya Musalia na Wetangula na William Ruto nikiwa shahidi. Mkataba ukaandikwa kati ya William Ruto na jamii ya Mlembe, ambaye Musalia na Wetangula waliweka kidole, na ile mtu anaitwa Soprano ndio alikuwa shahidi ya Kasongo. Mimi Rigiji nilikuwa nimeketi hapo. Mkataba ukaandikwa, si ndio? Niseme nisiseme? Coalition agreement between UDA, ANC and Ford Kenya on behalf of the Western Kenya region. Katika hii mkataba William Ruto akasema akipita atapatiana serikali 30% kwa jamii ya Mlembe. Akakubali atapatia Musalia kiti ya Prime Cabinet Secretary na Wetangula atapatiwa kiti ya speaker. Alafu wakaweka mambo ya Waluya hapo ndani, na hapo ndio maneno sasa iko. Sasa si ndio? Rigiji ni msema ukweli si msema ukweli? Sasa makubaliano ikakuwa namna hii. Musalia apewe kiti ya Prime Cabinet Secretary na akapewa, si ndio? Wetangula apewe Speaker of National Assembly na akapewa. Hiyo ni yao na mabibi yao, si ndio? Nayo mambo ya Waluya ikawekwa kwa hii mkataba ya kwamba rais akiingia ndani ya miezi 6 atakamilisha miradi yote ambaye ilikwama. Imekamilisha ama bado? Ni muongo si muongo? Number 2, ikaandikwa hapa na Wetangula na Musalia wakaweka kidole, na William Ruto na Soprano. Mimi nikakuwa hapo kama shahidi ya kwamba serikali ya Kasongo ndani ya miaka 4 itajenga kilomita 1000 ya rami katika magharibi. Imejengwa haijajengwa? Ni muongo si muongo? Kwa hiyo mkataba ikawekwa ya kwamba factory ya Mumias na Nzoia itawekwa equipment mpya. Badala ya kuweka equipment mpya, Kasongo na Wahindi wakanyakua na kununua hizo factoria. Pia ikawekwa ya kwamba kutaanzishwa industry ya samaki, agro processing, na vijana waandikwe kazi. Kuna vijana waandikwa kazi. Sasa baada ya hii maneno yote, na mimi nikaandika na yeye ya Mlimani ya kwamba mimi nitakuwa naibu wa rais na nikachaguliwa. Tukaweka mambo ya barabara na kila kitu.
akanichenga, nikaita Musalia na Wetangula mkutano. Nikaambia Omwami, hii mtu alitubeba ufala. Wewe Musalia umepata yako ni sawa. Wewe Wetangula umepata ni sawa. Mimi Rigiji nimepata ni sawa. Lakini watu wetu mambo yao haku. Mimi nikaambia Musalia na Wetangula, wacha tuketi na hii mtu tumuulize mambo ya watu wetu iko wapi. Musalia akasema, bana Omwami, hii mtu ni mkali sana. Hii Musalia ni muoga. Ni muoga si muoga. Musalia akasema, mimi nimeumia siku mingi. Vile nilipata yangu, wacha nitosheke. Kama mimi nimepata, Waluhya wamepata. Nikauliza Weta, wewe Weta ulipata yako. Watu ya magharibi hakuna kitu wamepata. Situkae na Kasongo tumuulize. Akasema hapana, hii mtu atatuletea shida. Mimi kwa sababu ni mwanaume mtoto ya Maumau, nikaenda kwa Kasongo. Nikamwambia ile uliahidi Mulima, mimi yangu nilipata kwa kura. Nataka barabara, nataka maji, nataka kila kitu. Kasongo akaniambia, wewe nitakufukuza. Nitakufukuza. Akaita Wetangula. Akamwambia, weka mjadala tufukuze hii mtu anauliza mambo mingi. Wewe Wetangula ni muungwana. Wewe ulipata yako ulitosheka. Wewe mimi nakupenda. Wewe Musalia hunisumbui kama hii Gachagua. Ulipata yako ukatosheka. Hii ya Waluhya hunisumbui. Wewe Wetangula na Musalia nitakaa na nyinyi. Lakini huyu Rigiji anauliza mambo ya wananchi, munisaidie tufukuze yeye. Huyu Wetangula na wabunge wakanifukuza. Sasa mimi nauliza nyinyi, kama ile Kasongo aliahidi mwaka 5 hajafanya, mtataka mumurudishe? Ati sasa Weta atakuja hapa aseme atamrudisha Kasongo. Wewe Musalia ulipata yako, watu ya Vihiga walipata nini? Wewe Wetangula ulipata yako, watu ya Western walipata nini? Watu ya Western mumetumika miaka mingi kama tissue paper. Wakati umefika mkatae kutumika vibaya. Huyu Wetangula na Musalia wametumia jamii ya Mulembe kama toilet paper kwa miaka zaidi ya 20. Wakati umefika mjikomboe. Muko na huyu Eugene Wamalwa, kiongozi shupavu, amekataa kuuza jamii ya magharibi. Muko na akina Natembea, muko na akina Sifuna, muko na viongozi ya kutosha, wanaume kamili ya kutetea haki zenu. Kwa hivyo mimi nauliza, mtakubali uongo ya Kasongo? Kasongo aende asiende? Iko barabara kilomita 1,000. Iko factory. Nyinyi muko na sababu ya kuunga Kasongo mkono? Muko na sababu yoyote? Sasa ati Faruka anaambia Wetangula Ruto atakuachia 2032. Ameenda pale Mlimani, amemwambia Kidiki nitakuachia 2032. Ameenda pale Mombasa, ameambia Hassan Joho nitakuachia 32. Ameambia hii mzee anashindwa kutembea anaitwa Oburu ati atamwachia 2032. Si mtu ni muongo? Sasa kuna mwanamke mmoja anaweza kuwa na wanaume 4. Hii kiti moja ameahidia wanaume ngapi? Ni muongo si muongo? Wewe Kasongo, kabla huja kuja Western kuahidi kiti ya 2032, kabla huja kuja kuomba kura, ile ahadi uliweka kwa mkataba ya kilomita 1,100, kabla next year mwezi ya 8 kuja hapa ujenge rami kilomita 1,000 ndio uweze kuzungumza na hii Waluhya. Waluhya oi! Tumekubaliana? Tumekubaliana? Kasongo aende asiende? Mimi pale nyumbani nimeunganisha kura milioni 7. Pale Mulima 7 million. Pale Nairobi tumeunganisha milioni 3. Tukiweka pamoja 10 million. Tunataka watu ya Mulembe muunganishe kula milioni 5. Tuongeze na ile 10. Tushikane na ya Kalonzo milioni 3.5. Tunataka huyu jamaa tumfukuse na kula milioni 20. Muko tayari? Muko tayari? Wangapi wanasema tutafuta kiongozi mmoja? One presidential candidate. Tuko hapo? Mimi nauliza,
Tukisema ni huyu Eugene Wamalwa mtakubali? Tukisema ni Kalonzo Musyoka mtakubali? Tukisema ni Muturi mtakubali? Na wakisema ni Rigiji? Na wakisema ni Rigiji? Kwanza mimi wakisema ni mimi, huyo jamaa nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Unajua juzi alikuja mazishi pale Nyandarua, uliniona? Ameketi hapo, nikamwambia hakuna boma haina mwenyewe. Hapa ni kwangu. Ukuje pole pole na ukuje na adabu. Na usilete kierere hapa. Nikapewa microphone, nikamsomea dakika 30. Nikamwambia wewe ni mwizi, wewe ni mdanganyivu. Alikunywa maji chupa 16. Kasongo hangaishwe asihangaishwe? Kasongo hangaishwe asihangaishwe? Tena kijana ingine yangu mtoto mdogo ya miaka 34 anaitwa Senator John Medho. Yule kijana ya Mau Mau iko na mandevu. Akamwangalia Kasongo, na Kasongo ameketi hapo. Akamwambia wewe Kasongo, mimi nakuheshimu lakini nyinyi watu ya Rwanda najua mnaheshimu Kasongo lakini wangapi wanasema tutafute kiongozi mmoja kupigana Kasongo? Asanteni sana Makuzo, thank you very much. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Ama umechoka jamani?